Leo nitazungumza juu ya Roho Mtakatifu akihusiana na maombi. Roho Mtakatifu akihusiana na maombi. Hicho ndio kipengele ambacho nakwenda kumalizia siku yetu ya leo, ambacho ni kipengele cha 3 kati ya vipengele vyote ambavyo tumevizungumzia. Roho Mtakatifu akihusiana na maombi. Baba, nina kila sababu ya kulitaja jina lako, wema, uaminifu, matendo yako yaliyo makuu kupita kiasi. Tunakushukuru Jehova kwa sababu ya uwepo wako mahali hapa na kuwaleta watoto wako kwenye nyumba yako hii ya ibada. Asante kwa sifa ambazo zimepita mahali hapa. Asante kwa ajili salama ambazo zimepita mahali hapa na ni maagano. Tunahitaji mkono wako wenye nguvu nyingi uwe pamoja nasi. Sema nasi, tufundishe, tujulishe mambo yapasayo toba. Katika jina la Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tumejaribu kuzungumza kwa habari ya nguvu za Roho na Roho Mtakatifu akikaa ndani ya mtu. Na tumezungumza mambo mengi sana. Kwa Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, kwanza faida ya kwanza ni roho yetu kujengwa. Roho yako inajengwa, inakuwa imara mbele ya Mungu. Lakini jambo la pili, Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mtu, shetani, watu waharibifu na kila uovu mwingine wote wa kiroho hawawezi kushindana na wewe, kwa kuwa kwa ni moto unaokura na kuteketeza, wala hawezi kuzuia chochote ambacho nakishikilia. Lakini jambo lingine la tatu, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, milima na vitu vya aina yoyote, majaribu yoyote huwa yanang'olewa na kuondolewa. Kwa kuwa Roho Mtakatifu iko ndani ya mtu. Yeye ni pepeto hasa, ni fagio la chuma, na huwa milima inaondolewa bila taarifa. Ilikuwepo, unashangaa haipo. Lakini jambo la 4 ni kwamba Roho Mtakatifu analeta burudani. Na jambo la 5, tumeona kwamba unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani, analeta ongezeko. Zile nguvu za rohoni. Mtu anakuwa na nguvu za rohoni, kwa hiyo yeye hashindwi, anakuwa anashinda zaidi ya kushinda. Lakini jambo lingine tumeona, mtu anapokuwa na Roho Mtakatifu ndani, huwa ana kawaida ya kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo anakuwa anawasiliana na Mungu moja kwa moja. Sasa Roho Mtakatifu haishi tu kunena kwa lugha. Anayo mambo mengi ya kutusaidia. Yeye ni mkumbushi, yeye ni mwalimu. Tunaposema Roho Mtakatifu ni msaidizi, haimaanishi kwamba ni mtu mmoja duni, halinganishwi na mtu yoyote anayekusaidia. Tunaposema ni msaidizi, maana yake anao uwezo wa kutusaidia madhaifu yetu. Kwa kuwa sisi ni wadhaifu, tunahitaji msaidizi. Kwa tunasema msaidizi, maana yake tunazungumza juu ya mtu mwenye nguvu. Ndio maana sifa za Roho Mtakatifu, yeye ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Unaposema Mungu muumba mbingu na nchi, basi Roho Mtakatifu yu ndani. Yeye ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo Mungu alipoziumba mbingu na nchi, Roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa maji. Biblia ya Kiingereza inasema was moving. Kwa hiyo alikuwa akizunguka huku na huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Kitaka kujua haiba yake ni nani. Lakini sifa nyingine ya pili, Roho Mtakatifu ni mtu wa kiungu. Yeye ni personality. Kama vile ambavyo wewe uko unahitaji kuheshimiwa, na ndivyo anahitaji kuheshimiwa. Ni mtu wa kiungu, ana uwezo wa kunyamazishwa, ana uwezo wa kuhuzunishwa, ana uwezo wa kudanganywa, lakini yeye hadanganyiki. Kwa maana akina Sauli, akina
Anania na Safira walipothubutu kumdanganya walishia kufa. Kwa hiyo ni mtu wa kiungu asionekana na macho ya kibinadamu, bali aonekana na macho ya kiroho ya watu waliokombolewa. Yeye ndiyo kiongozi wa kanisa. Msafara wote kwenda mbinguni anaujua wewe yeye, na njia ya kushinda majaribu na matata anaijua yeye. Lakini sifa nyingine ya tatu, Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu mwenye nguvu zote. Ni Mungu mwenye nguvu zote. Alikuweko tangu mwanzo, yupo na atadumu milele wakati wote. Yeye ndo anayepasha taarifa hata ya ujio wa Yesu Kristo, kwamba atakuja siku fulani. Kwa watu wote wanaomngoja Bwana Yesu Masihi, basi wataonywa na Roho Mtakatifu. Ndio maana hata wakati ya kuzaliwa Yesu anazaliwa, tunaambiwa Roho Mtakatifu akamtaarifu Simeoni, mzee mgane ambaye alikuwa anakesha hekaluni wakati wote, kwamba nenda, Yesu Masihi kesha azaliwa, utaweka mikono juu yake. Akaweka mikono juu ya Yesu Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Bado haikutosha, kulikuwa na mjane mmoja anaitwa Ana binti Fanueli. Akamwambia, huyo mtoto unayemwona anaweka mikono sasa hivi, huyo ndiye Masihi na utamwombea. Kwa mwanamke mmoja amekaa miaka 87 hekaluni anamwomba Mungu, amekaa kwenye ndoa miaka 7, afu Bwana akachukua mume wake akishika kwa mama muombaji. Roho Mtakatifu akamtaarifu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaposema Roho Mtakatifu mwenye nguvu zote, ni Mungu mwenye nguvu zote, kwa sababu hapo mwanzo wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, yeye alikuwepo. Wakati Bwana anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, aende akatawale samaki wa baharini, alikuwa anaongea Mungu mmoja katika utatu wake. Anaongea yeye Mungu mmoja wa pekee. Mstari wa 26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Anasema Mungu mmoja aliye Adonai katika hali ya wingi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 27 Mwanzo 1 anasema Bwana akamfanya mtu kwa sura yake, kwa mfano wake akamfanya mtu. Maana yake Mungu mmoja wa pekee katika umoja wake amemfanya mtu kwa sura yake. Nasema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenye nguvu zote. Wakati Yesu anahitaji kuzaliwa, ilibidi azaliwe na Bikira Maria. Bikira Mariam wanasema, sijui mambo haya ya uzazi, litakuwaje jambo hili? Anamwambia Roho Mtakatifu atakuijiria juu yako, kwa kuwa atakachokizaa ni kitakatifu. Maana mama akapokea ujauzito kwa uwezo wa Roho. Haleluya. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenye nguvu zote. Akapokea uweza wa kuwa na mimba kwa nguvu za Roho. Roho akamfunika. Haleluya, haleluya. Wakati Yesu anafanya huduma yake, hakuanza kufanya huduma katika hali ya kawaida. Alma Roho wa Bwana yu juu yangu, na Bwana amenipaka mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Nazungumza wasifu wa Roho Mtakatifu. Ni nani? Tatu, ni Mungu mwenye nguvu zote. Kwa ukiwa naye huyo, unaye mtu wa ajabu sana. Yeye atafungua macho yako, atakupa taarifa ya mambo yanayokusumbua, atakupa uwezo wa kuwasiliana na Mungu. Unavonena kwa lugha namna ile, yani roho yako inaongea na Mungu moja kwa moja, mnaongea naye, unajengeka. Ndio maana majitu yote yaliyobobea kunena kwa lugha yananena kwa kuamua yenyewe. Atanena maneno 5, akiwa mbele za watu atanena maneno 5 kwa akili, akiwa peke yake anena maneno 10,000 zaidi. Kwa hiyo unaendelea kuongea na Mungu moja kwa moja, wewe na roho yako. Haleluya, haleluya. Kwa nini roho yako? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani ya roho yako. Hakai kwenye nafsi yako wala kwenye mwili wako, anakaa kwenye roho yako ndani.
Sasa anapokaa ndani ya roho yako, anaanza kushuhudia pamoja na roho yako. Roho ya kibinadamu ambayo imetoka mbinguni ndio itaenda mbinguni, ndio itakwenda jehanamu. Haleluya! Ndio maana Yesu anasema msiogope hao wao mwili, muogopeni yeye awezaye kuua mwili alafu anaiua roho pia kwa kuitupia jehanamu. Kwa hiyo mwanadamu ana kawaida ya kufa mara mbili, lakini aliyeokoka anakufa mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Na uzima wa milele. Ambaye hajaokoka anakufa mara mbili, anakufa kwenye mwili huu na anakwenda kufa mara ya pili kwenye jehanamu ya milele. Na kifo cha pili ndio cha hatari zaidi, kwa maana huu mwili unaoza, unarudi mavumbini, lakini ile roho milele na milele itachomwa kwenye jehanamu ya moto, ambako huko ndani yake kuna funzo anaoishi. Bwana Yesu akusaidie. Sasa nazungumza juu ya msaidizi huyu, kwamba Roho Mtakatifu akihusiana na maombi. Kitabu kile cha Rumi sura ile ya 8 mstari ule wa 26 na 27, naomba tutasoma kwa tuo. Tumoja nifungulie kitabu hicho na niombe unisomee kwa tuo vizuri sana. Rumi sura ya 8 26 na 27. Nitasoma katika jina la Yesu. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Sikiliza maneno kama hayo. Anaitwa msaidizi wetu kwa sababu sisi ni madhaifu. Amen. Kwa mwanadamu wa aina yoyote, nitakuruhusu tu wewe simama hivyo. Amen. Mwanadamu wa aina yoyote ni mdhaifu kwa kwenda mbele. Kama mtu hajaokoka, anaongozwa na mizimu ya baba yake na mizimu ya ukoo wake na miungu ya mama yake, ndio itakayomuongoza. Anaongozwa na roho chafu, atake asitake. Ulimwengu wa giza wenyewe huwa hauhitaji makubaliano. Ni ulimwengu anu peke yake ndio unahitaji makubaliano. Mungu hawezi kaingia kwako mpaka umruhusu kuingia. Lazima uamini kwamba Yesu ni Bwana, ndipo anaingia na Roho Mtakatifu anatoa ndani. Lakini ulimwengu wa giza wenyewe ni kudandia tu. Yaani maadamu hujaokoka, mapepo ya kukutosha unayo. Mwanadamu hawezi akajiendesha peke yake. Mwanadamu anahitaji roho ya kumsaidia. Ndio maana mtamtuma msaidizi, kwa sababu udhaifu ndio nayo. Endelea mbele sasa. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini roho, kipengele changu ni Roho Mtakatifu akihusiana na maombi. Sisi kwa sababu ya udhaifu hatuwezi kuomba vile ambavyo inatupasa kuomba. Kwa ili tuweze kuomba na kuwa na lugha nzuri mbele za Mungu, tunahitaji kujaa roho. Tunahitaji kuongozwa na roho. Haleluya. Katika Rumi 8:16 anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni wana wa Mungu. Kwa unakuwa mwana baada ya Mtakatifu kukaa ndani yako. Tunaanza kuongozwa naye. 14 Rumi 8 anasema wale wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa tunashuhudiwa pamoja naye. Tunaanza kuongozwa pamoja naye. Sasa yeye anabeba maombi yetu sisi wadhaifu, kwa maana hatujui kuomba kadri itupasavyo kuomba. Twende mbele namna hiyo. Anasema lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua. Kwa hiyo huyu ni muombezi. Unapokuwa naye unaye muombezi. Tena naomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, ambako hakuna lugha ya kuzungumza. Namna ya maombi ya kuugua ikoje? Ndio ile ambao utaona mtu anaingia kufanya maombi, machozi yanatiririka, analia. Watu anajiuliza, unalilia nini? Una shida gani? Wakati mwingine wakazani watu wenye hekima nafikiri umechanganyikiwa. Kumbe Roho Mtakatifu anahusisha maumivu ulionayo. Unaanza kuugua wewe katika hali ya mwili wako. Sasa yeye ndivyo anaomba kwa kuugua kusiweza kutamkika. Yaani anabeba maombi kwa uzito na kwa unyeti. Tuendelee mbele. Na yeye
Tarudia. Ndio. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo. Na yeye aichunguzaye mioyo ya wanadamu, anayeziangalia roho za wanadamu, anaijua nia ya Roho ilivyo. Endelea mbele. Kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa sababu yeye ni muombezi zidi ya wateule kama anavyotaka Mungu. Maana yake kumbe kuna lugha ya kuongea na Mungu. Hata leo kama unataka kwenda kuonana na rais, hautakutana na rais tu mitaani tu hivi, tunataka kwenda kwa Rais Samia kuonana mitaani hivi. Kwanza unakaguliwa. Kwa sababu sio mwana wa ufalme, ni Mtanzania ndio, ni raia wa Kitanzania ndio. Lakini unahitaji ukaguliwe vizuri, uchunguzwe, hauna madhara kwa president. Uadilifu wako ukoje? Una akili timamu? Kwa sababu hawakujui. Hata na watu ambao kwenye mfumo tayari, ambao wanakaa mbele ya mtawala wakati wote. Wewe hatukujui tokako, unataka kuongea na rais kitu gani? Kwa hiyo mpaka unakoongea nao, unaenda kukutana naye, unakuwa umeshaandaliwa namna ya kuingia, namna ya kuongea, namna ya kukaa. Tunakwenda sambamba. Itifaki zote zinazingatiwa. Kwa itifaki ya kimbingu, namna ya kupeleka maombi yako mbele za Mungu, Roho Mtakatifu ndo anajua, ndio mjuzi. Na Mungu anayejua lugha ya Roho Mtakatifu vizuri. Kwa unapoanza kuomba wewe kurarama, maombi yako yanabebwa kwa uzito mara 2 zaidi ya ule ukawaida wako. Kama uliomba kwa dakika 5, yeye atabeba kwa dakika 10 zaidi. Na anajua namna ya kuwakilisha mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Kama unasoma Biblia vizuri, kuna watu ambao walikuwa wanatumika mbele wa wafalme, wakina Danieli. Unakuta mfalme kafanya makosa. Danieli anapoenda mbele ya mfalme, anapoongea sema, mfalme uishi milele. Anamtakia heri kwanza mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ni lugha ya staha, lugha ya uadilifu. Sasa hayo ndio Roho Mtakatifu anayabeba. Ndio maana katika majaribu na katika mapito, Roho Mtakatifu atakusaidia namna ya kwenda mbele za Mungu na namna ya kupita njia ngumu nzito. Katika Luka sura ya 4 mstari wa 1 wa 2 anasema Roho Mtakatifu, ama Yesu alipojaa Roho, akaongozwa kwenda nyikani ili ajaribiwe huko kwa muda siku 40. Masiku yote 40 usiku na mchana akajaribiwa na Ibilisi. Paka Ibilisi akachemsha. Akaamua kumwacha kwa muda, kwamba nakwenda sasa nikajipange tena sawa sawa, ni namna gani amenishinda. Maombi ambayo naomba wewe yanakupa nafasi ya kupata mpenyo mbele za Mungu. Na ni njia ambayo Bwana ameiweka ili uweze kuwasiliana naye. Ndio maana kila mtu aliyeokoka anahitaji kuwa mwana maombi. Anahitaji kuwa mwombaji. Hakuna mpango wako ambao utaishi na ukawa hai kama utanyamaza kuomba. Siku ukifunga maombi yako, ndio unaruhusu magonjwa yaingie, unaruhusu majaribu yaingie, unaruhusu misukosuko yaingie, unaruhusu matata yaingie. Hata uchumi wako utayumba, utaenda. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo yeye ni mtaalamu wa maombi ya vita. Ni mtaalamu wa maombi wakati wa misukosuko. Ni mtaalamu wa maombi wakati wa furaha. Ni mtaalamu wa hali zote. Ndio maana anaitwa msaidizi. Kwamba tulipo hii tunasafiri, tunakwenda kwenye majango ya kiroho. Unahitaji kuongeza nguvu kwenye majango ya kiroho. Majaribu wakati fulani yanaumiza kupita kiasi, lakini ndio yamebeba majibu yako. Ndio maana kila jaribu linavyokuja unahitaji ufurahi, unahitaji ushangilie. Kwa maana liko suluhisho hapo. Unasema Bwana nakujua na kutambua, uko pamoja nami. Hii njia sielewi, naomba unisaidie, naomba unibebe. Unatembea pamoja naye. Roho Mtakatifu anakuambia kanyaga hapa, kanyaga hapa, kanyaga hapa, kanyaga hapa, unachomoka. Katikati ya miba na michongoma unatoka. Katikati ya mito iliyofurika unavuka. Katikati ya mioto unaowaka unapita, hautateketea. Haleluya, haleluya. Na Bwana kaiweka hiyo makusudi tu. Moto unawaka, kwambia hapo ndio pita. Ndio maana unahitaji kujitetea tetea.
Sisi tumenywesha roho ya mapigano, tuna roho ya mapambano, roho ya vita. Yesu mwenyewe anakuambia ametenda haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mti mkavu? Hebu jiombeni ninyi na watoto wenu. Anafungua mlango wa kimaombi kwamba ukiomba majaribu na matata yanaondoka, yanang'oka. Haleluya, haleluya. Kwa muda wa masiku 40 usiku na mchana, Yesu anapambana. Yesu analitaja jina la Bwana, alafu anaongozwa na Roho. Roho yuko pale, shetani yuko pale. Alafu Biblia inafurahisha wakati fulani. Akaambia shetani akamchukua Yesu akampeleka kwenye kilele cha mlima, ambaye kutazama miliki yote namna hii. Sasa shetani anamchukuaje Yesu? Alimshika mkono, alimwambia nifuate twende mlimani. Sasa Roho Mtakatifu anakusaidia namna kwenye maswali kama hayo. Ndio maana kwenye huduma Yesu aliuliza maswali mengi sana, alafu alijibu machache. Na unataka una maswali mengi mno ili uweze kuyajibu maswali hayo. Akaongozwa na Roho kwenda nyikani. Yuko maporini kule, Ibilisi anamchukua anapiga juu ya kinara cha hekalu, ambaye ajirushe chini. Imeandikwa. Kwa hiyo shetani ni mpumbavu, anajua maandiko vizuri, alafu haogopi upako. Upako unapokuwepo namna ile, ndio kwanza anaenda kuchungulia nani ananisumbua kwenye anga zangu huyu. Jamaa liko mlimani, afa analifuata mlimani. Maombi anavuta. Tena anavuta vyote. Yanavuta baraka, yanavuta wachawi. Kianza kuomba tashangaa anakuja watu wanakuambia unatusumbua na unapiga kelele wewe. Ni akina nani unapiga kelele ukiwa wapi? Wewe uko nyumba yako. Yeye uko nyumba yake, unapigaje kelele? Ni wale wanaotoa kwenye mabati ya wenzao wale. Bwana Yesu atusaidie. Ni wao wanaofuatia kazi, biashara yako. Nazungumza Roho Mtakatifu akihusiana na maombi. Na ndio maana maombi huhitaji ulazimishwe kuomba, unahitaji ufurahie kuomba. Na atakayeweka furaha ya kuomba ndani yako ni Roho Mtakatifu. Hautalazimishwa. Shetani ni mpumbavu, anaelewa, anajua kwamba hawa watu akiomba watakuwa mabilionea. Hawa watu akiomba watakuwa na furaha wakati wote. Hawa watu akiomba watakuwa na afya wakati wote. Kwa nini kuingilia kati ule muda wa maombi usiwe nao? Mimi nakwambia Bwana akusaidie. Panga mipango yako yote, weka ratiba zako zote na ubize wako wote. Maombi yawe sehemu ya ubize wako. Kama kuna mambo yanakula muda wako umekosa muda kabisa, basi maombi yawe na mchango wa kukosa muda. Yaani kukosa kwako muda, yani maombi yana sehemu. Kwamba hili saa langu moja hili ninakukaa na Bwana. Masaa yangu 12 haya udhaifu angalau kwa wiki na kwa kwenye maombi mara moja kwa wiki. Yani angalau hautakula, huli chakula, haunywi maji. Angalau kwa wiki mara moja, maombi ya kizembe tu. Yani fanya uzembe angalau kwa wiki mara moja tu. Masaa 12. Kwamba nitaanzia na uzembe wa namna hii ili nitegemeze huduma yangu, nitegemeze biashara yangu, nitegemeze watoto wangu, nitegemeze ndoa yangu, nitegemeze mipango yangu na watoto yangu ipate kwa hai. Haleluya, haleluya. Nazungumza Roho Mtakatifu ni uhai katika maombi. Liko jawabu ambalo Bwana anatenda kwenye maisha ya mtu. Na Bwana analo jawabu ya maisha yako. Anahitaji kuinua kutoe mahali ulipo. Upentekosti huwezi kutenganisha na maombi. Upentekosti unapotenganisha na maombi, tayari maisha ya ukame yanaanza. Tabu inaanza, vilio vinaanza, shida inaanza. Haleluya, haleluya. Nazungumza na mtu mmoja. Katika ubize wako wote, Bwana akusaidie kuwa na nidhamu ya kimaombi. Nidhamu ni uadilifu. Unahitaji uwe na maadili ya kuomba. Uadilifu wa kimaombi. Katika Luka sura ya 16, Luka sura ya 6, mstari wa 12. Biblia inasema Yesu amemaliza kazi yake mlimani. Mchana kutwa akahubiri habari njema. Kalisha maelfu, kalisha mikate.
anawaambia nendeni ng'ambo, pandeni boti, nendeni ng'ambo. Yeye akaenda mlimani kwenda kuvaa nguvu mpya. Wenzake anakwenda ng'ambo kwenda kwenye misheni nyingine, yeye anakwea anatokomea msituni zaidi. Yaani yuko mlimani, anakwenda mlimani, anatokomea msituni kwenda kuongeza nguvu. Kwa nini? Ametumika, baada ya kutumika nguvu zimemwishia. Sasa anahitaji upako mwingine kwa ajili ya ajenda ya kesho. Biblia inasema aliomba, alikesha usiku kucha. Alipotoka huko akaanza kutembea juu ya bahari, juu ya maji. Hakuna kikwazo wala kizuizi. Anakwenda ng'ambo ya pili. Nazungumza na wewe, kuna misukosuko mingine utapita juu yake. Unaikanyaga, haina taarifa, inakusubiria ikumeze, ndio kwanza unaipita, unaikanyaga. Unapita juu ya mitego ya wachawi. Wametega mitego ya maisha yako, ndio unapita juu yake, unatembea tu. Alafu unaimba na pambio yako, unaimba na nyimbo yako, umejazwa kutoka kwenye Pentekosti, unatembea, unadunda. Alafu anashangaa amepita pitaje huyu? Sababu mashimo yako walikuchimbia ni mashimo yao wenyewe. Watapita kwenye mitego ile ile, wananasa wao wenyewe. Hakuna silaha itakayopeleka juu maisha yako. Kila silaha itakayopeleka juu yako haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka katika hukumu, utahukumu kwa mkosa. Haleluya! Bwana Yesu akusaidie. Yesu akutetee. Yesu akupiganie. Yesu akuponye. Kuna mtoto mmoja alikuwa ni mwana wa ufalme. Alikuwa anaitwa jina lake Huzuni. Alikuwa anaitwa Huzuni. Hebu nisomee, nataka nipate. Alikuwa anaitwa Yabes. Kwa kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 11. Alikuwa anaitwa Yabes. Mama yake alimzaa katika hali ya shida, katika hali ya taabu, katika hali ya huzuni. Akamwita jina lake Huzuni. Majina mengine unahitaji kuyakataa. Unaitwa majuto. Majina matukio kama yale. Unaitwaje majuto? Unaitwa shida. Achana nao, unaitwa wazazi, ni jina la tukio. Lakini unapojitambua namna ile, achana nao, libwage hilo jina. Yabes kwa maana huzuni. Ukafika wakati amekuwa mtu mzima, akaamua kumlingana Bwana. Akautafuta uso wa Mungu. Alipoutafuta uso wa Mungu, Bwana akamwonekania. Akamwambia, Bwana naomba unibarikie. Jina langu naitwa Huzuni. Mama yangu alizaa katika hali ya huzuni. Na maisha ya huzuni amenivaa kama joho. Na kataro ya huzuni. Nahitaji mafanikio kuanzia sasa. Akamwita Mungu ya mafanikio yake. Na Bwana akamwonekania, Bwana akamsaidia, Bwana akamtetea, akambariki miongoni mwa ndugu zake. Akani mtu mwenye kujaa mafanikio tele. Mungu wetu ni biashara inayolipa. Haujaokoka kwa hasara. Roho Mtakatifu yuko hapo akusaidie, akuvushe kwenye misukosuko, kwenye matatizo, kwenye majangwa, kwenye mauti, kwenye magonjwa. Tamka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo unaona yanatia moyo wako. Kataa kwamba hiari haitasimama kwangu. Unafanya biashara haiendi. Kio kigusa kazi yako, umeweka mkono wako namna hii, mambo yanapanganyika. Hebu kata rufaa kama alivyofanya Yabes. Sema na kwenda kwa Bwana. Biblia inasema alipomlingana Bwana namna ile, Bwana akamwonekania na Bwana akamtetea. Bwana abadilishe maisha yako. Umesema mimi nitatokaje hapa nilipo? Nashindwa kusoma, nashindwa kufanikiwa, sina ndugu wa kunisaidia, ukoo wangu, baba yangu na dhaumu wa wazazi wako hawajaacha urithi wote. Urithi wetu na Bwana. Sisi haturithi kwa baba, kwa mama. Umechomoka kivyako. Jiulize, aliyefariki akiwa mtoto mdogo hamjui baba yake, hamjui mama yake, inakuaje? Nazungumza na wewe ambao una baba, una mama, una mjomba, una shangazi. Kuna watu wameokotwa wanakaa kwenye nyumba za nani zinaitwaje zile nyumba zile? Nyumba za watoto yatima. Wako pale, hamjui baba yake ni nani. Ukimtembelea wewe ndo anafarijika. Ndio maana tunahitaji mbarikiwe sana, mwe na hela nyingi. Watoto mliokombolewa kwa damu ya Yesu.
mnajenga nyumba za watu yatima. Mungu ameweka moyo namna hiyo ndani yako. Kishaweka moyo namna hiyo kuwahurumia watu ambao wamepotana na wazazi wao, watoto wanahangaika mitaani. Bwana amekubariki kwenye kazi yako ya mikono. Unajenga kituo hicho, alafu ukisaidia kituo hicho, unachukua watoto wale, unakuwa baba kwao, unakuwa mama kwao. Hauna uwezo kwenye kitu kama hicho. Bwana amekubariki kwa fedha ulionayo, unapokwenda kuwatembelea, unakuwa baba kwao, unakuwa mama kwao. Unaongea nayo maneno ya faraja. Nyakati za sherehe unasaidia, unawabarikia. Na unasikia huru kama tunao wazazi. Sasa wewe sio mtoto yatima. Anasema sitawaacha ninyi yatima. Nitamwomba Baba awapatie msaidizi. Na huyo msaidizi atakaa kwenu. Kwa unapokuwa umeokoka, Yesu yuko ndani yako. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Wewe huna uyatima tena. Unakataa uyabesi. Unavua vazi la huzuni. Kwamba mimi sio majuto tena. Mimi sio shida tena. Mimi sio huzuni tena. Mimi ni mbarikiwa. Ni mwana wa aliye juu. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Na Bwana ananitetea, ananipigania, ananiponya. Unaanza kuona fursa, unaona mafanikio, unaona uzima, unajisikia furaha. Haleluya. Bwana akusaidie. Bwana abadilishe njia yako. Kwa hiyo utaona kila aina ya uharibifu vinang'oka. Nazungumza siri ya maombi. Na ili uweze kuwa shujaa kimaombi, tunahitaji huyu ambaye anajua namna kusaidia uzoefu wetu. Na unamkaribisha. Roho Mtakatifu karibu. Naingia kwenye maombi sasa. Ninakukaribisha. Ule uchovu unaosikia unayeyuka. Roho Mtakatifu anapokuja amemwalika namna ile, amekaribia, amejaa ndani yako, unaanza kuona mpenyo, unaanza kuona ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia Roho Mtakatifu shikamoo. Unamwamkia Roho Mtakatifu, habari ya asubuhi, tutakula nini leo? Tutafanyaje biashara leo? Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mmoja anaitwa Ezra, alikuwa ni afisa Ikulu. Alipopata taarifa kwamba mambo yameharibika kwenye nchi yako, Ezra huyu alichokifanya, aliinua maombi. Ezra sura ya 10 mstari wa 1. Aliinua maombi. Maombi yake yeye yakawa ni maombi ya toba. Akaanza kuomba toba mbele za Mungu. Analia, anaungama, anajiangusha kwa ajili ya dhambi ya Israeli. Anaomba kwenye viwanja vya wazi. Hapo akifanya maombi namna ile, Ezra sura ya 10 mstari wa 1. Hapo akifanya maombi namna ile, anaomba na kufunga na kulia. Ameng'ang'ana naomba. Kesho anaona tena yuko mahali pamoja viwanja anaomba. Wakaja wanawake, wakaanza kuomba na kulia. Yeye anaomba na kulia. Wakaja wanaume, wakanaomba na kulia. Wakaja watoto, wanaomba na kulia. Likani ukumbi wa watu naomba na kulia. Shekania akasimama. Akamwambia, tumetenda dhambi. Tumefanya dhambi, lakini liko tumaini. Huyu Mungu wetu, pamoja na dhambi tumezifanya, lakini liko tumaini. Nasema lao jipe tumaini. Hapa tuna kanisa linaitwa Tumaini Jipya. Kutoka wapi? Manake ni ufunuo wa kipekee sana. Alipoingia mahali pale, akaona mauti, akaona ukame, akaona kushindwa. Imani karuka ndani yake. Akaita Tumaini Jipya, Tumaini Jipya. Barikiwe pastor. Mungu akutunze. Lamo na lugha chanya za kuleta matokeo. Ndio maana unavua majoho ya kina huzuni. Lama uvue joho ambayo inakuonyesha kwamba familia yako iko hivi. Sisi ni watu wa kumwaga magonjwa ya pressure. Mama yangu alikuwa na pressure, na babu yangu alikuwa na pressure, na hii pressure ni ukoo wetu. Futa hiyo habari hiyo. Weka Tumaini Jipya. Shekania anamwambia Ezra, tumetenda dhambi. Tumelia vya kutosha. Lakini ninapomfahamu mimi Mungu, pao kama tuna dhambi, ninapomfahamu mimi Mungu, lipo tumaini bado. Inuka, simama kwa ajili ya kazi hii.
kazi inakuhitaji wewe, tuko nyuma yako, tutaongozana nawe. Simama uende, tutakufuata. Bwana Yesu akusaidie. Wewe unaweza kuleta tumaini kwenye vizazi vyako. Unakata ngebe ambayo unaweza kuvaa, picha inakuonyesha ni wa hivi. Wasema mimi na uzao wangu sitakuwa wa hivi. Mimi ni mtu wa mbinguni. Bwana anafanya. Unapoinua maombi namna ile, Roho Mtakatifu yuko pale ndani yako, aliyekuhuisha namna ile. Akamwambia hapa mwanangu, fanya vizuri. Unapoanza kuomba, unaomba naye. Yeye anabeba maombi yako kwa kuugua kwa namna sio kawaida. Usipoomba, Roho Mtakatifu atanyamaza. Roho Mtakatifu hataugua. Ukiomba atakusaidia namna ya kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu piga makofi namna hiyo. Piga makofi tena, piga makofi, piga makofi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo toba tunaiona inaanza kuwa halisi sana kama wamefika watu wanakuwa ni watu wa maombi. Kama watu wana maombi, hata toba inakuwa haipo. Kwa watu ni wagumu tu, wakorofi tu, wajeuri tu. Jina la Bwana libarikiwe. Namalizia kitabu hiki juu ya maisha ya uadilifu, maisha ya kimaombi, maisha ya kimafanikio. Kila kitu kinang'olewa, kila kitu kinaondolewa. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili, sura ile ya 26. Nitaisoma mistari kadha wa kadha. Mstari wa 3 mpaka mstari ule wa 8. Biblia inasema, Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Na jina la mama yake aliitwa Yekoria wa Yerusalema. Nataka uangalie mwanamke huyu, jina lake linaingia kwenye kalenda ya kidunia na kwenye Biblia. Alikuwa ni mwanamke mbabe, mwenye nguvu za kiroho. Anajua vita vya rohoni. Anajua namna ya kumtegemeza mtoto wake akae mahali pazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana jina lake linatamkwa mahali hapa. Ukikuta kwenye Biblia jina la mwanamke limetamkwa, anza kufuatilia nyuma mwanamke huyu alifanya nini. Naomba mwanamama ambaye uko mahali hapa akuinue, Bwana kuvike nguvu za kawaida. Usiwe miongoni mwa wanawake ambao hawaeleweki. Uwe miongoni mwa wanawake wenye majina makubwa katika nchi, kwenye mazingira yako na kwenye mtaa wako na kwenye familia yako. Anaitwa Yekoria, aliyemzaa mfalme huyu Uzia. Narudia tena. Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Na jina mama yake aliitwa Yekoria wa Yerusalema. Maana yake kulikuwa na wanawake wake kina Yekoria kama vile kina Mariamu. Mmoja anaitwa Mariamu Magdalena. Sasa huyu anaitwa Yekoria wa Yerusalemu. Kimwacha Mariamu wa Migdori. Sasa huyu anaitwa Yekoria wa Yerusalemu. Kumtofautisha na Yekoria wengine. Bwana Yesu atusaidie. Sikiliza habari zake mwanamama huyu na mtoto wake yule. 4. Akafanya yaliyoyaadili machoni pa Bwana, sawa sawa na yote aliyofanya Amazia baba yake. Akajitiania amtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha. Akatoka akapigana na Wafilisti, akauvunja ukuta wa Gathi na ukuta wa Yabne na ukuta wa Ashdodi. Akajenga miji katika Ashdodi na katikati ya Wafilisti. Sikiliza hizo habari hizo. Unaangalia biashara hiyo. Tunaambiwa akajenga miji katikati ya Ashdodi na katikati ya Wafilisti. Bwana akamsaidia juu ya Wafilisti na juu ya Waarabu,
waliokaa Gurbari na juu ya Wameuni, na Waamoni wakampa Uzia zawadi. Likaenea jina lake mpaka pa kuingilia Misri, kwa kuwa akaongezeka nguvu mno. Maombi hayana mbadala. Maombi hayana radha uweze kuomba ili uvutiwe. Maombi yanahitaji kujitoa. Maombi yanahitaji uadilifu. Maombi yanahitaji kujituma. Unajishurutisha kuomba. Unapojishurutisha namna ile, kwa kuwa maombi ni kazi kama kazi zingine, ndipo utaanza kuona ladha yake, ndipo utaanza kuona tamu yake, ndipo utaanza kuona faida yake. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana akupe uweza huo, na Bwana akusaidie kupata nguvu hiyo. Tunaambia huyo Uzia alipoona kwamba yeye na miaka midogo, miaka michache sana, mama yake akamwambia, mwanangu, mwanangu, baba yako alifanya kazi 1, 2, 3, 4, 5. Unaona yote haya, siri yake kubwa ilikuwa ni kumwabudu Mungu. Baba yako hakukaa mbali na Mungu, ilikuwa yeye na Mungu. Uzia akasikiliza, na miaka 16 kijana mdogo, amekuwa mfalme. Akafuata njia ya mama yake alivyomwelekeza, akainua maombi. Biblia inatuambia akautafuta uso wa Bwana, akamlingana Bwana, akaenda mbele za Bwana kwa unyenyekevu na kwa uadilifu. Maombi yanaleta unyenyekevu. Roho Mtakatifu yuko ndani ya mtu, anapondesha mtu. Yaani unapokwenda mzamu namna ile, ndipo unajiona kwamba kweli wewe ni mtupu, ni mwazi. Unamhitaji mtu asiye wa kawaida akusaidie katika shida yako, katika tabu yako, ili Bwana apate kukuonekania katika njia yako ambayo unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akautafuta uso wa Bwana chini ya kuhani yule anaitwa kuhani nane. Jina lake anaitwaje yule kuhani yule? Juu ya nani? Shida unasema sauti ya chini. Chini ya Zekaria. Akautafuta uso wa Bwana nyakati za mchungaji Zekaria. Na alipomtafuta Bwana chini ya mchungaji Zekaria, Bwana alimwonekania. Wewe mwenyewe una mchungaji wako. Anapokuelekeza mchungaji wako, hebu pigana vita vya rohoni. Hebu simama, tuna maombi jamani, tuwe kwenye maombi, ingia kwenye maombi. Hata kama haukuwa wakati kwenye maombi, ingia kwenye maombi, utaona matokeo. Utaona mpenyo tu. Wakati ambao ukustahili, ingia kwenye maombi. Huyo mchungaji wako, wachungaji hawa Mungu amewapa. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoitisha jambo lolote, fanya, tenda, utaona matokeo ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Mambo yako yote unayafanya ili yaweze kwenda, yanahitaji maombi. Unajiuliza, mchungaji, unanimizaje maombi wakati nimejaa Roho Mtakatifu? Ninaye msaidizi na ni mwombezi, sitaomba yeye? Hapana. Roho Mtakatifu ni Mungu, anahitaji angalie utashi wako, angalie utayari wako. Lazima ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtaona. Yesu Masihi anahimiza kanisa lake kuomba. Anawaambia wanafunzi wake, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kabeba kaenda nao mlimani. Omba. Wanala usingizi, anarudi tena, ombeni. Wana usingizi, msije mkaingia majaribuni, omba. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni kanuni ya kiungu ili watu wapokee haja zao, ili upate kuinuka, ili upate kubarikiwa. Unahitaji kupiga chenga maombi. Unapopiga chenga maombi, unajipiga chenga mwenyewe. Unasikia vizuri? Maombi ni kanuni ya kiungu, ni njia ya kiungu. Kanisa linapaswa kuomba. Watu wanahitaji waombe. Unapoomba namna ile, Bwana anaingilia kati. Nazungumza juu ya migogoro, juu ya tabu na shida, juu ya magonjwa. Kuna matatizo mengine yanahitaji moto mkubwa wa maombi. Ndio maana utaambiwa nenda kwenye maombi ya masaa 24. Ingia kwenye maombi ya masaa 48. Tuna safari ya maombi ya mwezi mzima. Tunawasha moto usio wa kawaida. Ndani ya mwezi mzima, kila siku upo madhabahuni. Unalitaja jina lipitalo majina. Unalitia jina la Bwana. Ama akamlingana Bwana
na muda alipomlingana Bwana akamwonekania, akamvika nguvu ya kwenda kupigana vita vya rohoni. Sasa akamvika uwezo, nenda kapigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize swali moja, ili iwezekanaje Yesu anamwambia Baba, kikombe hiki kiniepuke? Anaomba risali nzima, kaita waombaji wamsaidie, wamelala usingizi. Anakuja wamelala usingizi, jamani amkeni. Tupie makofi wanaolala usingizi hawa. Piga makofi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi ya kanisa hivyo. Yesu mchungaji anamwambia jamani amkeni, naona vita kali, omba kwa ajili yangu. Anaenda na naomba. Unaambia mara hii alipoenda kuomba kuna jamaa waombaji analala usingizi. Alipokwenda kupiga magoti, anahitaji kikombe kimondoke. Malaika haondoi kikombe, ila akaja kumtia nguvu. Alipomtia nguvu namna ile, unaambiwa hii hali ya mwisho poenda kuomba, aliomba mpaka ile hali ya matone ya damu ikaondoka katika nchi. Bwana akuwezeshe kwa maombi. Bwana akutie nguvu ya kuomba. Roho Mtakatifu yuko hapo kusaidia namna ya kuingia kwenye virindi vya kimaombi. Kuna baraka zako zimewekwa kwenye mamlaka za giza. Anasema waandaa meza yangu mbele ya watesi wangu. Umenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Upako huo unakuja kimaombi. Kwa maana Yesu upako umeisha baada ya kuhuduma, anakwea mlimani, anakesha usiku kucha kwenda kukabiliana na matata. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka kwenye mkutano hapa, tumeimba, tumefurahi, tumebarikiwa, tumejaa roho, unarudi nyumbani. Sio utakutana nini? Ila natamka ukutane na baraka. Bwana akufanikishe kuhusiana na mgogoro wa aina yoyote wala kwazo aina yoyote. Na ikitokea changamoto yoyote, sema ndio hapa kuinua imani yangu hapa. Kwa jina la Yesu ondoka. Kwa jina la Yesu ondoka. Imekaa tunatanyoka nawe mpaka kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unazila chakula. Nakupa ushuhuda wa mwisho. Na mtoto wangu mmoja yuko kidato cha kwanza kama sio kidato cha pili. Huja Bwana amenibariki, nina watoto wengi kweli. Na wengi wako shuleni. Mtoto huyu alipokuwa mtoto mdogo ananyonya, nikawa nimetoka kumzika mtoto wa mshirika Kiera. Kipeleke na basi Supercustom na gari Supercustom. Na kama niomba naomba nisindikize. Alikuwa si mshirika wetu mtoto yule. Ile mama alikuwa ni mshirika wetu. Kwa naomba unisindikize, kule kuna shida. Mimi nikizika nageuza. Kwa sihitaji niende hivi, nikienda nitatafuta mahali pa kulala. Na kwetu tulizika saa 3:30 usiku ndo tukazika. Sana tukaanza kugeuza. Hakuingia hata mle ndani mle. Kwa hiyo tukazika tukaishia. Kuna mambo ambayo unahitaji uangalie sana katika maisha ya mahusiano. Tuko tunarudi sasa. Kijana wangu akashambuliwa. Kwa upande wa milima Masoko naelekea Tukuyu, akaanza kutapika kama maji. Kazani ni uchovu wa safari. Shetani akiingia wakati fulani anaingia na nyatia kimya tu. Kafika saa 9 usiku Tunduma, tukapumzika. Mtoto anaanza kuzofika tu. Baadaye akapelekwa hospitali mtoto. Kupelekwa hospitali nakumbuka ni Alhamisi hiyo. Baada akazofika tu. Sasa mimi nimerudi kupata chakula mchana, nakuta mtoto hali si ya kawaida. Nikasema yeye hali ngoja niko kwenye maombi. Nikaingia kwenye maombi, yani pale nimekula chakula, nikatangaza maombi ndani ya moyo wangu ya kufunga sasa. Hii kesi hii sielewi sawa. Yani kila ninapoziendelea ndio wazikuzofika. Tukakesha usiku kucha, mtoto anaumwa. Anazikuzofika. Kesho yake tunamsimika Jumamosi, ilikuwa ni Jumapili. Tunamsimika Askofu Sechora. Jumamosi wageni wameanza kuingia kutoka wapi mbali. Wanakuja pale. Yani ile siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi ilikuwa ni ngumu kupita kiasi. Sasa mimi nikaona hii kesi sio kawaida.
Nikakaa kwenye chumba kingine, ninamuomba Mungu, Bwana naomba ingilia kati. Yaani unaomba kesi inaongezeka. Unaomba kesi inaongezeka. Kuna wakati watu wengine wamekata maombi, wanadhani Mungu hajawasikia. Unachohitaji ni kuongeza volume ya maombi. Huwezi kujua shetani gani ambao unakabiliana naye na amepania kiasi gani. Kwa hiyo jinsi alivyokuwa na nia yenye kupania ndani, alikuwa nayo kijana mwadilifu, ndivyo Mungu atakusaidia. Sasa majira kama saa 7 usiku namna ile, ndio mama analetea mtoto, hebu angalie kwenye chumba nilichorara ninachoomba saa 7. Hebu muangalie mtoto jinsi alivyo. Kuja kucheki mtoto yule, kwa kweli kaondoka zake. Kaanza kukemea kwa jina la Yesu. Kemea kwa jina la Yesu, ndio anaondoa, yani ndio kabisa. Tukatoka pale kwenda kuwasha gari. Gari napaki kama hapa kwenye shule ya Sylvester pale. Beba mtoto yule, bebelea na huko naomba, yani hakuna kukatisha maombi. Nakupa ushuhuda huu. Bwana Yesu asifiwe. Natembea naomba, washa gari, mafuta yameisha, kwanza kutembea kwa mguu mpaka pale hospitali ya Roma, pale Moroviani. Kutoka juu pale stendi kuu ya zamani Tunduma, mpaka Moroviani pale. Tunatembea huku tunaomba usiku wa manane, usiku mzito, saa 8, saa 9 hiyo. Tunaomba. Njia iko kimya. Fika pale tukagonga mlango, wakatufungulia. Tafuta mishipa. Saa 11 ndio akafanyika kumuingizia maji. Wewe muingiza maji, nikaa sasa nageuza. Nafika nyumbani nifanye maombi nyumbani. Niendelee kuomba sababu ya kesi sielewi sawa sawa. Na fika ndani ili nianze kuomba, jamaa anapiga magoti, ndio askofu wa Sumbawanga, askofu Simbeye. Anapiga hodi. Bwana amekuja, ameingia na basi la asubuhi. Kwa hiyo sasa unakamandia mgeni mahali pa kupumzika na kadhalika. Sasa nikaona hapa nataka niingie kwenye maombi. Nifanyeje? Nikamwambia Bwana, sasa sitaonekana hapa. Unapoona sijaonekana, uwe huru, endelea na mambo yote tu. Uwe huru kama kawaida. Nimempeleka mtoto hospitali. Kwa amelazwa hospitali, nataka sasa niende nikamuone. Sasa nimuone, nikishamuona pale nipite moja kwa moja. Kumesha pambazuka tayari saa 12. Akasema, Bishop, sasa kweli mimi nitalalaje sasa? Kama mtoto yuko hospitali, umempeleka usiku wa manane, nitalalaje? Twende tukamuone. Kufika pale kwenda kumuona, ndio anashangaa wauguzi wanatoka mle ndani wanalia machozi. Nini? Wamesema 1 2 3. Mara tumpeleke wapi Mbeya. Daktari lazima huyu atavua wafiki huyu. Ila sasa basi bepeleka hivyo. Sasa nikaweka mambo sawa. Ilibidi gari niendeshe mwenyewe. Jamaa bango yetu ngoja niendeshe mwenyewe. Kwa mtoto amekaa hapa, afu naendesha gari. Niliomba njia nzima tangu natoka Tunduma na mtoto ile asubuhi. Kumbuka tumekesha naye. Afu naomba njia nzima. Tumefika Mlori kabanunue machungwa. Bibi yake mdogo nimemshikilia, anasema hawezi kula, amenunua chungwa za kumlisha. Hawezi kula, kama nunua chungwa, unajua ukiwa ubishi wakati fulani ndio unasaidia. Haya akanunua kashingo pande, anza kumlisha. Hawezi kula, kama mlishe. Akaanza kumnywesha. Sema anakula. Kaka kanangwa yale kanakamua, kakamulia tu. Mimi naenda maombi. Nikafikiri nikamwambia rufaa juu ya alama saa 7 tumefika mahali pale. Na akapewa na kitanda, wala kutibiwa. Kakaa pale kaanza kutibiwa saa 1 kasoro jioni, naanza kutibiwa. Na mimi nimekaa pale. Wanakuja wale maskari wale, wanaambia bwana ondoka bwana. Yaani hapa mtoto wangu yuko kwenye wodi hii. Nadhani nahisi nikitoka atakufa. Ndio maana nimekaa mahali hapa. Ukiniangalia na hii anakuta mtu aeleweki. Akasema basi kaa tu hapo. Mimi nimekaa kwenye nguzo zile naomba. Sitoki kwenye wodi ile. Niko nje tu. Sawa. Yaani saa 10 na nusu imefika. Juu alikuwa kwenda kuona wagonjwa. Nimeshaingia mahali pale. Cha kwanza ni kuomba tu. Naomba, yani naweka mkono. Bado katoka napumua tu. Unaona? Saa 1 jioni ndio wameza. Wale kwa keka mishipa. Nikashika nalia nikasema amepona huyu. Namshukuru Mungu. Ndio kwa kidato cha ngapi leo? Na sababu ya kesi nzito, kuna kesi ngumu ambazo hazihitaji unyamaze. Zinahitaji uzishupalie. Iwe ni uchumi wako, unahitaji utoke mahali fulani. Uwe na uchumi mzuri. Uweze kuwa bilionea mzaifu.
Bwana Yesu asifiwe. Bajaji, ukiona mtu ana bajaji, tuache tu kwa bilionea. Kibajaji kinatembea hapo barabarani. Ukiwa mnyonge, bajaji kumiliki uwezi. Ili bajaji itembee barabarani unahitaji nguvu za kiroho. Ukiweza kuwa na nguvu za kiroho unamiliki bajaji, itakuja na Costa. Utaanza kumiliki eka 2, eka 5, eka 10. Utajenga nyumba ya kwanza, nyumba ya 2, nyumba ya 3, nyumba ya 5. Hautapanga tena. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi ni roho. Anasema anaiandaa meza machoni pa watesi wako. Na Bwana amenipaka mafuta. Tunahitaji nguvu ya kuchukua baraka zetu katikati ya watesi. Ndio maana naambia huyu baada ya kumlingana Bwana, kutafuta uso wa Bwana, akatoka, akaenda kupigana na Wameuni, akawashinda. Waarabu akawashinda. Ashdod akawashinda. Wafilisti akawashinda, akajenga katikati ya Wafilisti. Na Bwana alimjalia, alimsaidia. Ni kwamba alikuwa na mtaa aliyoanza nao kimaombi. Bwana kusaidie kusimama kwa maombi. Simama kwa miguu yako. Haleluya, haleluya.